Halo boss. Bila shaka umeziona picha. Nilikuwa nakuthibitishia tu kwamba nimeshalala siku ya kwanza, kwa hiyo bado siku mbili. Mbona unanishangaza? Usinichezee mchezo kijana. Mbona sikuelewi bosi? Wewe si ulinituma nije kulala kwenye hili jengo? Na ukuona chatu wala miujiza yoyote? Kidogo tu. Niliona ndege wametoka wamenizunguka zunguka na baadaye wamerudi ndani, lakini nilivyolala sikuona kitu chochote. Hapana. Huwezi kulala kwenye hilo jengo na ukatoka hai. Hicho kitu mimi nakataa. Umenichezea mchezo. Changanya bosi. Kwa hiyo kumbe ulinituma nije kulala kwenye hili jengo ili nife, si ndio? Hakuna kitu kama hicho. Ila kama nimeshtuka, kwa nini nisiseme? Mbona sikuelewi bosi? Mimi nilifikiri kukuonyesha picha nitakuwa nimekuletea habari njema za kukufurahisha. Kumbe ni kinyume chake. Kwa hiyo kumbe ulitaka kusikia habari kuwa nimekufa? Hapana, hapana. Ila umenichanganya kwa kweli. Sikia, rudi, nitamtuma mtu mwingine. Kurudi? Hivi unajua sikuelewi? Boss, kumbe ulikuwa na nia mbaya eh? Ulijua mauzauza umwi lazima yataniua, si ndio? Hey, sikuelewi na kamwe sintokuelewa. Nikirudi nahitaji pesa tulizokubaliana. Bas. Halo. Halo. Boss? Lazima apatikane kwa gharama yoyote ile, hata kama ikiwa ni kufilisi mali zangu zote. Samahani kwanza boss. Unajua umeniachia maswali mengi sana. Mpaka umeniduaza. Nimesubiri mtoto wangu alipotea akiwa na miaka 5 mpaka sasa miaka 20. Lakini hakutokea. Badala yake wanatokea watu wanakuja kujimilikisha. Kuliondoa joka la zindiko. Hicho kitu siwezi kukubali. Kumbe miaka 20 ulikuwa unategemea kumpata mwanao? Sasa inahusiana nini na hili jengo? Leo nitakwambia mambo ambayo unajua.
ndani ya ile jengo kuna mali nyingi, kuna dhahabu nyingi sana, na vyote vilivyomo mule ndani ni kwa ajili ya mtoto wangu aliyepotea. Nilijenga kwa ajili yake, na nguvu za jiwe jekundu zilizoleta joka la Zindiko zilikuwa ni kwa ajili ya kurudisha udogo hapa. Lakini ona, miaka 20 mpaka sasa hajarudi. Alafu watu wenye nguvu wanataka kutumia nguvu za giza kwa ukubwa wao, yani kutaka kulipora, yani kupora mali ya mwanangu. Jambo hilo sio haliwezekani, siwezi kukubali. Nataka nimuone hapa. Kijiji hiki ni kidogo sana, sijui kwamba atakuwa yuko wapi, lakini sidhani kwamba ameshaondoka. Ila yule kijana niliyomtuma bila shaka atajua wapi alipo, atamtafuta na mpaka atampata. Kama joka alijamchukua, maana yake maadui zako wewe wana nguvu sana, na nguvu inayozidi nguvu ya jiwe jekundu. Unajua hiyo nguvu sio ya kawaida. Tafadhali naomba uniambie, alipoteaje mwanawe? Na ilikuwaje mpaka ukajenga jengo lenye gharama kubwa kama hili? Yaani vinahusianaje? Sio kweli. Hata siku moja kituo kinacholelea watoto yatima haiwezekani kwa kumlelea mtoto mazingira yenye kumridhisha. Huo ndio ukweli ninaokuambia. Na kwa nini huyu asiende kuishi kwa mjomba wake hata kama anateswa? Ni afadhali. Sio kweli, umedanganya. Unaongea na mimi? Vipo vituo vya watoto yatima vinavyolea watoto kwa upendo mkubwa mpaka wanakuwa, tena pengine kuliko hata wazazi halisi. Wewe uliona wapi? Au katika masinema ya Kihindi? Maana masinema ya Kihindi wao ndo kaida yao, kitu ambacho duniani hakiwezekani kabisa. Wao kwao kinawezekana. Mimi mwenyewe nimeelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Nimeelewa vizuri mpaka nimekua. Na kwa bahati nzuri walikuwa wanafahamu historia yangu. Hivyo nilivyokuwa kidogo tu hawakunificha. Wakanieleza wazi kwamba mimi niliokotwa jalalani, nilitupwa na mwanamke kichaa aliyeaminika kwamba ni mama yangu mzazi. Upendo upi wanatakiwa? Mke wangu ambaye ndio mama yake alipata uchizi wa ghafla, uchizi ambao ulitokana na kurogwa na ndugu zake, kwa sababu marehemu baba yake alimwachia mali nyingi sana, majumba, fedha, mashamba, kwa sababu yeye ndio alikuwa mtoto wa pekee. Siku moja wakati ameshaanza kutibiwa, wakati huo mimi sipo, niko katika kazi zangu za muziki. Huko nyuma kichwa chake kikalipuka, akatoroka akiwa amebeba mtoto wake, akapanda basi akaenda mbali sana huko, akamtupa mtoto wake, akamtupa jalalani. Kwa kuwa alikuwa ana manywele timtimu na nguo za kujivika tu hivi, watu wakajua huyu ni kichaa. Kwa hiyo akamkimbiza ili wamkamate. Basi naye wakati anakimbia akakatiza barabara, gari ikampiga, akafa pale pale. Wakati watu wanaendelea kushangaa ile ajali, mama mmoja akaniokota, akanitia kwenye gari lake, akaondoka na mimi. Kwa nini akusubiri polisi waje? Labda ungechukuliwa na baba yako angetafutwa. Na mimi niliuliza swali hilo, lakini majibu yake inasemekana kwamba yule mama alikuwa anahitaji sana mtoto, lakini kwa umri wake wote ilishindikana, na aliolewa akaachwa. Kwa hiyo bahati ile ilikuwa sio ya kuipoteza, akaamua kuishi na mimi. Lakini miaka michache baadaye yule mama akafariki, na alikuwa anaishi yeye na mfanyakazi wake. Ndio mimi nikapelekwa kwenye kituo cha watoto yatima, mpaka nimekulia kwenye kituo hicho. Mwili tuliupata, ila mtoto hatukumpata,
na ikujulikana nani alimchukua pale jalala. Tulipokuwa jalala lote lakini hatukuona. Kwa kuwa nilikuwa nikisafiri sana wakati huo. Siku moja nimeenda Jamaica piga muziki vile. Mtaalamu mmoja wa jadi akawa ameingia katika shule yangu. Na onyesho lilipoisha akanifuata na kuniambia kwamba ameona kitu katika paji la uso wangu. Kitu? Kitu gani aliona kwenye paji lako la uso? Sijui aliona nini. Lakini anadai kwamba aliona alama katika paji langu la uso ambayo ilimtambulisha yeye kwa